Nela, ni mengi natamani kukuambia na nitakwambia. Bwana, nataka nimpende vipi? Kwa sababu nimejaribu kujibembeleza sana kwake. Au nimewakosea wapi jamani? Hebu semeni, kwa nini anifanyie hivi? Febi, sasa hatufahamiani. Umekuja unaanza kuniambia, unaniuliza mimi ndo Febi na ila sio ananisumbua. Nini lengo lako hasa la kuja kuniambia haya yote? Ila mapenzi hayashauriki, au huwa wanakushirikisha kila kitu. Bila shaka sio kweli. Mimi nakushauri uache yaende kama ambavyo yanaenda. Kwenda sio muda sawa kulizungumzia hili. Tulizungumzia muda mwingine. Ngoja mimi niende ndani. Vitu vingi vinapendeza kwenye macho yetu, lakini kujua kama vinatufaa ama havitufai ni changamoto. Nilikuwa na shauri kwa sababu mapenzi ya Naila na Febi yanasumbua. Kwa kilichobaki ni wewe kumshawishi Naila atoke na Efrat. Naamini mapenzi yao yatafika mbali na sisi ukaribu wetu utazidi kudumu. Kumbe wewe ndo mchawi wa mapenzi ya watu. Mima, nilikuwa najiuliza kwa nini Naila na Febi wamekuwa na migogoro sana. Kumbe wewe ndo chanzo ya Naila na Febi kugombana. Unaenda unachunganisha ili Naila na Febi waachane, ili Naila atoke na mdogo wako. Mima, tunakoelekea tutagombana. Hivyo nadhani Naila na Febi wakiachana, Efrat atampeleka wapi mimi mdogo wangu? Unamuona Efrat sio mtu, ila Febi ndo mtu sana. Hata Efrat anafaa kuwa na mdogo wako. Wewe unamuonaje mdogo wako? Kwani hawezi kupetezeana na mdogo wangu na Efrat? Nakuuliza, alafu king'ang'a chako ndicho kinachokuponza. Mnapoendelea kumng'ang'ania Febi, ndivyo Febi anajiona kama keki. Ndio maana mapenzi yanazidi kuwa na changamoto kila siku. Ndio maana nakushauri achana nayo tu. Mapenzi yaliyopo ni kama mnaforce tu. Efrat anampenda kweli Naila. Mima, nitakupiga. Hebu naomba uondoke. Kwa hali hiyo kwanza kupigana tena? Haya, mimi nilikuwa namtakia mema tu mdogo wako. Lakini kwa sababu wewe unaona kama mimi na haribu mapenzi kwa Naila na Febi. Haya ndugu yangu, kadri unavyozidi kung'ang'ania sijui hayo mapenzi ya Naila na Febi, ndivyo unavyozidi mdogo wako kumweka nyumbani. Lakini Efrat anampenda kweli mdogo wako. Haya mimi naondoka. Na hii ndo maana halisi ya wanawake. Sijui kwa nini hatuna misimamo. Nilikuahidi kuwa hatutakuwa tena na ukaribu, lakini mwenyewe nimeshindwa. Ingawa ulisema ukaribu wetu unakufanya unipende, lakini naomba usinipende. Mimi naona tukiwa hivi mimi nakuwa na furaha, ila ukaribu wetu tutauvunja mdogo mdogo na nitakuacha na maisha yako. Naila, chochote unachokikumbuka na ukiongelea basi kinahitajika. Kwa nini ukipate kwa udogo wakati kuna uwezekano ukipata chote? Naila, mimi naamini wewe haupo kwenye mahusiano na ndio maana unapata muda mwingi wa kuwa na mimi. Tafadhali naomba usicheleweshe furaha yetu, na kama unafanya hivi ili kupima upendo wangu, tafadhali naomba isiwe kwa namna hii. Basi sawa, mimi nitajitahidi kukaa mbali na wewe ili uelewe kuwa na mahusiano. Mimi naenda. Lakini sikiliza, mimi sina maana hiyo. Sijasema ukae mbali na mimi.
Naira na Corin wamesafiri kwenda kwa bibi. Bila shaka Naira kakutaarifu. Pia niliongea na Naira, aliniambia kuwa eti anakuwa sawa na wewe, ila wewe ndio unakuwa na shida. Kwa nini? Wewe ni mpumbavu, si ndio? Kwa hiyo nyie mmekaa pamoja huko na kukaa na kuanza kuelezeana ujinga huo unaozungumza. Hebu nisikize kitu kimoja. Yaani nyie nimechoka na drama zenu hizo. Naomba tafadhali nipumzishe na hili. Hebu niacheni tafadhali. Jamani, mbona unataka kuharibu zaidi? Embu relax basi. Kwa nini maana kukaa hapa? Si ili tuyajenge tuyamalize. Kuyajenga ndio zote, huwezi kulazimisha maji kupanda mlima. Unajua Naila yeye huwa anajifanya mjuaji sana, mimi najitoa sana juu yake, nampenda sana, lakini yeye amekuwa sana mjuaji. Hivyo basi uamuzi ambao nimeamua sasa hivi ni bora niwaache ili nipende kile ninachokipenda mimi. Kwa kawaida sisi binadamu, hasa nyie wanaume, mna tabia moja hivi, mnakuwa na wanawake wengi, wengine wanakuwa wakuwachezea, wengine mnawaoa. Sasa kwa picha mimi ninavyoiona kwa wewe na Naira, mimi naona kama wewe upo kwa ajili ya kumchezea Naira, lakini mdogo wangu Efrat anampenda sana Naira. Kwa nini usikubali mapenzi yenu wewe na Naira yakaisha, ili mdogo wangu akachukua hiyo nafasi kwa Naira akamuoa? Maana wewe unaonekana hauna mpango na Naira, ila Naira yeye ndo anayekupenda wewe. Unajua chachandu ni kiungo cha chipsi, lakini chachandu hiyo hiyo inaweza kutumika kwenye mihogo. Unajua wewe tangia unafika juzi nilikuona sana ni mtu wa maana, yaani nikakuona ni mtu mwenye hekima na busara. Kumbe wewe unakuja kumkwadia mdogo wako. Yaani wewe Efrati ni mdogo wako, na huyo Efrati ndo namsikia leo. Kwa hiyo yeye ndo anayemfanya mpenzi wangu awe na jeuri. Sasa basi wewe hujui chochote kile kuhusiana na mapenzi yetu. Mimi na Naira tumetoka mbali, na wewe ungekuwa mwalimu mzuri, ulipaswa uende ukae na mdogo wako aachane na mpenzi wangu, kwa sababu kunakoelekea nakuja nimfanyie kitu kibaya. Na ilikuwa najiuliza sana ni mtu gani ambaye anamfanya mpenzi wangu awe na jeuri. Kumbe umejileta wewe mwenyewe. Kwa siku zote siku ile umekuja hapa ukawa unaongea vizuri, ukanisifia sifia, kumbe nia yako ulikuwa unataka kuniingiza kwenye 18. Sio kwamba ujinga, lakini mimi ni ushauri tu ambao nilikuwa nakushauri. Maana kila siku mahusiano yenu yana migogoro, mara hivi mara vile, na ndio maana tukaona kama wewe kama vile Naira haumpendi, ila upo tu kwa ajili ya kumchezea. Ndio maana nikaja kwamba kwa nini usiachane na Naira. Mimi mdogo wangu anampenda kweli Naira. Imetosha basi. Kwa hiyo unanitukana. Ama kweli mmenidharau. Yaani nyie mmemtia jeuri mpenzi wangu, alafu nakuja unanifuata hapa unaongea vitu ambavyo havina kichwa na miguu. Hivyo basi sihitaji kuendelea na huu mjadala, naomba uondoke. Mimi hapo naona kama wewe ndio hujui kupenda, kwa sababu kila siku mahusiano yenu yana migogoro pale na pale, hivi na hivi, na hamna mtu ambaye hajui kwamba nyewe mna migogoro wewe na Naira. Na ndio maana nimekuja kukuambia kwamba achana basi na Naira kama humpendi. Mimi mdogo wangu Efrat anampenda sana Naira. Sawa, kuondoka nitaondoka, lakini mimi ukweli ndio huo hapo nilokuja kukupa. Achana na Naira kama hauna malengo naye. Mimi mdogo wangu anampenda sana Naira. Unajua wewe akili zako ni kama samaki wa katikoga. Hivyo basi naomba uondoke. Sawa, naondoka. Kwa hili nimepeana kama lidubu.
Sijui kwa nini ukipenda unaanza kujiona keki. Alafu kuna kitu kinanichanganya. Kati ya Naila na Fefebi, nani anasumbua? Nilijaribu kuongea na kaka Fefebi baada ya kuongea na Naila. Kwa hiyo wewe umekuwa ni mtu wa kuagiza watu waje nyumbani kumkoadea Efrat, na wakati huo huo wewe ni muunganishi wa mimi na Naila. Hivi unataka mimi nikuweke kwenye kundi gani? Kwani baby, hicho kitabu sio utasoma hata baadaye? Please na naomba uwe busy na mimi. Au kuna sehemu nimekukosea babangu? Hapana, hujanikosea. Na pia nakupongeza kwa kunikumbusha. Jamani, yule kaka hana kaba. Amekuja kukuambia? Mimi nilienda tu kumwambia amsaidie tu mwanaume mwenzie, kwa sababu ni kama anateseka Efrat, lakini yeye amerelax tu.